Na msikilizaji, mwishoni mwa juma lililopita, Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alizuru nchini Tanzania ikiwa imepita siku chache tu mara baada ya kutamatika kwa uchaguzi mkuu nchini Uganda, ambapo alikutana na mwenyeji wake ambaye pia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mengi yalijadiliwa na kinachotukutanisha leo katika uchambuzi wiki hii ndani ya Kurunzi la Afrika. Tunajadili diplomasia ya kiuchumi, ambapo nimemwalika Ali Mkimo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi. Atakwenda kututanabaishia katika engo nzima ya kiuchumi. Mimi ni Dastani Maombi, msikilizaji, ungana nami mwanzo hadi tamati. Naam, Ali Mkimo, shukrani sana kwa kujumuika nasi asubuhi ya leo katika kipindi cha Kurunzi la Afrika katika kuyajadili yote haya yaliyojiri kwenye ziara ya Rais Yoweri Kaguta Museveni nchini Tanzania kwenye diplomasia ya kiuchumi. Awali tutengeneze msingi kabisa. Ziara ya Yoweri Museveni nchini Tanzania inatoa taswira gani kwenye jicho la kiuchumi kati ya Tanzania na Uganda pamoja na Afrika Mashariki kwa ujumla? Shukrani sana. Kwanza unaiangalia ile taswira ya diplomasia ya uchumi kwa ukubwa huo, kwanza kwenye kuyafungua zaidi masoko, kuongeza ujazo wa biashara. Unajua tupo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na tunahitaji kwa pamoja kwanza kuwa na soko la pamoja, kitu ambacho kimekuwa kifanyika sana, lakini pia kuwa na ushuru wa pamoja, na eneo lingine ni kuwa na sarafu ya pamoja. Sasa huu kidogo ni mchakato mrefu ukiangalia kwa nchi nyingi sana ambazo zipo kwenye hizi regional blocks, zipo kwenye hizi jumuiya za kikanda. Kuwa na sarafu ya pamoja of course ni mchakato mrefu kidogo, kwa sababu inahitaji pia kuwa na central bank moja, kuwa na benki kuu moja. Wakati mwingine kumekuwa kuna vikwazo vyake vya kuifikia hiyo hatma ya kuwa na ushuru wa pamoja, kuwa na soko la pamoja. Kwa taswira unayoipata ipo zaidi kwenye dhana diplomasia ya uchumi, kwanza kwenye kuondoa hivyo vikwazo ambavyo vinasababisha wakati mwingine soko la pamoja lisifikie mahitaji yetu, lisifikie malengo yake, au ushuru wa pamoja kutokufikia malengo yake. Naam, Mkimo, umegusia issue ya vikwazo na Rais Samia pia aligusia issue hiyo kwamba ni moja ya vitu ambavyo walikubaliana kati ya Tanzania na Uganda. Unaamini uondoshwaji wa vikwazo itaimarisha hali ya mambo Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla? Kabisa. Unajua ukiondoa vikwazo ina maana unasababisha flow ya biashara kufanyika kwa ukubwa, yani unaongeza zaidi ujazo wa biashara, na tariff barriers ni rahisi sana kwa wakati mwingine kuzimaliza, kwa sababu unajua tukizungumzia tariff barriers ni vikwazo vya kikodi, vile rahisi kuvimaliza. Mnakaa chini nazungumza tu kwamba kodi na tozo za aina hii mnaweza mkapunguza kwa pamoja. Changamoto kubwa ipo kwenye kuzipunguza na tariff barriers, vikwazo visivyo vya kikodi. Hivi mara nyingi huwa vipo mipakani kwenye zile tunaziita one stop border post. Mara nyingi kumekuwa kuna changamoto sana. Leo hii ukiona kuna foleni za malori sana wakati mwingine mipakani, yanatokana na uwepo wa hizi na tariff barriers, NTBs. Hii inachagiza kuongezewa kitu tunakiita intra-Africa trade, ile biashara baina ya nchi za Afrika na Afrika. Sasa tujikite moja kwa moja kwenye miradi mahususi baina ya Tanzania na Uganda, ambapo miradi kadha wa kadha ilisainiwa pale na kukubaliana, ikiwemo mradi wa reli. Sasa ni kwa namna gani mataifa haya yatanufaika pasi na kunyonyana, ukizingatia kwamba Uganda ni miongoni mwa mataifa ambayo ni landlocked country? Swali zuri sana. Umezungumzia Uganda ambao ni landlocked country, sasa hivi wanaziita land linked countries, nchi ambazo zimeunganishwa na ardhi, kwa maana kwamba hazina ile baraka ya kuwa na bahari. Ukizungumzia hizo land linked countries zinategemea sana matumizi ya bandari kwenye kufanya transit, kwenye kusafirisha mizigo, na haiwezi kuwa changamoto sana kwa sababu unawazungumzia Uganda ambao wao sasa watakuwa ni kama vile ni customers. Tanzania yeye ni mtoa huduma, muuzaji wa huduma ya usafirishaji. Sasa customer na mtoa huduma hawawezi kunyonyana, kwa maana kwamba sasa yule mtoa huduma anahitaji kumtreat vizuri mteja wake ili mara kwa mara arudi tena kwake. Sasa hiyo inazidi kuchagiza ukuaji wa sekta ya usafirishaji, kuongeza nafasi za ajira, ukuaji wa bandari hadi itakapotamatika miradi ya aina hiyo. Naam, Mkimo, kwa kumalizia tu, Rais Museveni amegusia swala la mataifa ya Afrika kuimarisha umoja wa kimkakati ili kuepusha makosa yaliyojitokeza hapo awali. Unadhani hilo litasaidia Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla kuwa na economic freedom? Tena unajua umenikumbusha kitu kizuri sana. Unajua tuna Afrika za kitu nakita AfCFTA, ile African Continent Free Trade Area, eneo huru la biashara Afrika. Lakini limekuwa likipitia changamoto wakati mwingine kwenye ufanyaji biashara kwa sababu ya kuangalia
kwa maana kwamba wengine wanaona kabisa kwamba nikifanya biashara kutokea ndani tija yake inaweza siwe kubwa kama nikifanya na wale walio nje, kwa sababu wao ndio ambao wana zile popular currency, sarafu maarufu tunazozihitaji, mfano dola Marekani na sarafu nyinginezo. Lakini ni kweli kuna haja ya kuwa pamoja kwenye kuamua kuwa na soko la pamoja, sera za pamoja. Siku moja Afrika nayo iwe na sarafu ya pamoja, ukiachilia mbali kuwa na ushuru wa pamoja ambao rais huu sasa umeletwa na hiyo AfCFTA. Kwa hiyo kuna haja ya kukaa chini pamoja na kukubaliana kwenye ile miradi ya kimkakati na uwepo wa taasisi za kifedha za kimataifa ambazo zitakuwa zikisaidia Afrika. Naam, Ali Mkimo, nikushukuru sana kwa kujumuika nasi kwenye uchambuzi wiki hii ndani ya Kurunzi la Afrika. Shukrani sana kaka. Msikilizaji, ndivyo ninavyohitimisha uchambuzi ya wiki hii ndani ya Kurunzi la Afrika, ambapo tulikuwa tukiangazia ziara ya Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni nchini Tanzania mwishoni mwa juma lililopita, na tuliangalia taswira katika jicho zima la kidiplomasia ya kiuchumi, ambapo Ali Mkimo, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi, ametanabaisha katika diplomasia ya kiuchumi nini ambacho tunatarajia kama Tanzania na Uganda, Afrika Mashariki pamoja na mataifa yale ya maziwa makuu. Mimi ni Dastan Maombi, tukutane wakati mwingine muda na wakati kama huu. Kwaheri kwa sasa.